بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، leo insha Allah tutaendelea na kusoma kitabu chetu cha Riyadhus Salihin. Baada ya kuwa jana tulisoma toka mwanzo wa kitabu hiki mpaka tukafikia hadithi ya 5, na leo insha Allah tutaanzia hii hadithi ya 6 na kuendelea biidhnihi alkarim. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مر بن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه atupokelea kutoka kwa Abi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, na nisba yake yani Abi Waqqas inaungana na Mtume alayhi salatu wassalam kwa upande wa mama yake. Ninyi mfahamu mama yake Mtume alayhi salatu wassalam anaitwa Amina bintu Wahbi ibn Zuhra mpaka ikaendelea huko, ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'bi na kuendelea. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anamuita khal Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, na yeye ni ahdi al-ashara al-mashhudu lahum bil janna. Yeye ni mmoja wa wale watu 10 ambao wameshuhudiliwa wao na pepo, wameshuhudiliwa wao na Mtume alayhi salatu wassalam pepo. Naam, walioshuhudiliwa pepo ni watu wengi, sio hawa 10 tu, lakini wakitajwa hawa 10 ni kuwa hawa walishuhudiliwa na Mtume alayhi salatu wassalam pepo katika majlisi moja, katika mnasaba mmoja, yani fulanun fil janna, fulanun fil janna, fulani wakatajwa mpaka wakafikia 10. Sasa huyu Sa'd bin Abi Waqqas ni mmoja katika wale watu 10 au masahaba 10 walioshuhudiliwa na Mtume alayhi salatu wassalam pepo katika ile jilisa moja. Kinyume na hivyo, Mtume alayhi salatu wassalam kawashuhudilia pepo watu wengi, sio hawa 10 tu, lakini wakitajwa hawa 10 ni maarufu hivyo. Mmoja ni nani? Ni Sa'id ibn Zaid, au sio? Mwingine ni huyu Sa'd ibn Abi Waqqas, mwingine ni Zubair ibn al-Awwam, watatu huyu. Mwingine ni Abu Talha, sawa. Mwingine ni Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah
na mwingine ni Abdurrahman ibn Auf. Alafu kiwaacha hawa sita sasa, wale makhalifa wote wanne wataje, na ndio sahali kwako hiyo. Yani ukiweza kuwapangilia hawa ambao sio makhalifa, hawa wale makhalifa wanne wanajulikana, yani Abubakar Siddiq, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, huwezi kuwasahau. Lakini ukiweza kuamudu hawa sita hawa, basi wale wanne unateremka tu, au sio? Tutasema hivi, hawa ni wale watu 10 wamebashiriwa kwa mpigo mmoja katika mnasaba mmoja. Kinyume na hivyo wako wengi, tena kuna wengine wameshuhudiliwa zaidi. Yani kama hawa kiangalia vile Abu Bakar Siddiq, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan, unaweza kukuta yeye kabashiriwa pepo sio mara moja. Lakini sisi tukusudia hawa 10 ni wale ambao Mtume alayhi salatu wasalam kwa mpigo mmoja kawataja, fulanun fil janna, fulanun fil janna, mpaka wakatimia kweli. Kwa hivyo wengine hao ni katika minasaba mingine, kwani hata Abu Bakar Siddiq, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan, kuna minasaba pia wabashiriwa pepo kinyume na huu. Katika hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari, wakati yeye ameazimia kwamba leo nitalazimiana na Mtume alayhi salatu wassalam, akachukua udhu wake akafika kumuulizia Mtume alayhi salatu wassalam, akaambiwa kaenda hivi. Yeye akaongoza njia, akamkuta Mtume alayhi salatu wassalam katika hadika. Yeye akajilazimisha yeye mwenyewe kwamba leo nitalinda katika ule mlango wa kuingia katika shamba hili. Alipokuja Abubakar Siddiq anamtafuta Mtume alayhi salatu wassalam, akasema subiri nikataka idhini. Akaenda akataka idhini kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume akasema muambie aingie na mbashirie pepo. Minasaba hiyo. Kadhalika alipokuja Umar ibn al-Khattab pia kwenda kutakwa idhini Mtume alayhi salatu wassalam, akamwambia pia muambie aingie na mbashirie pepo. Uthman bin Affan, sasa Abu Musa al-Ash'ari anasema yeye na mdogo wake na ndugu yake walikuwa na azma siku hiyo kuongozana na Mtume alayhi salatu wassalam. Sasa nashangaa mbona yule mdogo wangu haji? Kwa sababu unaona hapa leo hapa. Sasa kila naye kuja pepo. Sasa yeye anadili na yule mdogo wake, alimwacha anachukua udhu huko, anasema na mimi pia tutaongozana na Mtume alayhi salatu wasallam. Mbona haji? Lakini ikhwa, masala sio hivyo. Ni kwa watu ambao wamekadiriwa. Na hii ni kawaida. Mnaweza mkaenda njia moja hivi, mwingine akachipukia huku, mwingine akapata bahati hiyo. Mimi nilikuwa naye yule, itasaidia nini? Lakini niliachana naye, haisaidii. Kwa hiyo tukiwazungumzia hawa watu 10 ni wale watu ambao walishuhudiliwa pepo na Mtume alayhi salatu wassalam kwa mpigo mmoja. Ama watu wengi wabashiriwa pepo na Mtume alayhi salatu wassalam. Anasimulia radhiyallahu anhu قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. Alinijia mimi Mtume alayhi salatu wassalam kwa kunitembelea, kunifanyia ziara katika ule mwaka wa hajjatul alwada. Mtume alayhi salatu wassalam kamuendea Sa'd bin Abi Waqqas kwenda kumfanyia ziara katika ile haji ya Mtume alayhi salatu wassalam. Min waj'in ishtadda bi, kanitembelea Mtume alayhi salatu wassalam iada kwa mgonjwa, ni ile ziara. Na ahlul ilmi wanasema haijaitwa ziara, hata kama ni ziara kumtembelea mgonjwa wa mzuru, au sio? Lakini haijaitwa ziyaratul marid, kwa sababu haijaitwa ziyaratul marid na imeitwa i'adatul marid, kwa sababu ziara unaweza kumtembelea mtu mara moja alafu ukakaa muda mrefu usiende. Ama i'ada yatakiwa ile kurudia, ni jambo la mgonjwa hivyo. Yani kama una mgonjwa, ile ziara yake imeitwa i'ada, yatakiwa wewe urudie
yatokana neno ada, yaudu, iada. Kama vile idi ilivyoitwa idi. Idi imeitwa idi kwa sababu inakariri, inajirudia kila mwaka yajirudia idi. Kwa hivyo hii iada haitoshi mtu kumtembelea mgonjwa mara moja. Naam, inafaa, lakini mara moja kimya. Anatakiwa ikiwezekana asubuhi uende, kuna wasaa mchana uende iada hiyo, kuna wasaa jioni uende, yani hivyo. Kwa sababu kuna faida kubwa sana katika kumtembelea mgonjwa. Kuna faida ambazo zinarudi kwa yule anayetembelea mgonjwa, lakini kadhalika kuna faida zinarudi kwa yule anayetembelewa. Kwa yule anayemtembelea mgonjwa, faida zake muhimu kabisa ni kuwa yeye anawaidhika. Akimuona ndugu yake alikuwa na nguvu na leo yuko tete kitandani, yuko na hali mbaya, na yeye yuko na siha, basi iko namna anapata mauidha yeye mwenyewe anayemtembelea mgonjwa. Anaona hii hali hii yaweza kunikuta mimi pia. Kadhalika hata yule anayetembelewa ana faida, ikiwemo mfano kuombewa dua. Kadhalika ikiwa umemtembelea mgonjwa, yeye pia anafarijika, au sio? Anapata faraja, na mara nyingine mgonjwa akapona kwa faraja, kwa sababu katika vitu ambavyo vinamsaidia mgonjwa ni ile kuingiza surur katika nafsi yake. Ananufaika sana mgonjwa. Kwa hivyo kuna faida katika jambo la kumtembelea mgonjwa, kama vile ambavyo Mtume alayhi salatu wassalam ilikuwa ada yake. Mtume ada yake ilikuwa ni kutembelea wagonjwa. Anatafakad, anatafuta nani hayupo katika maswahaba zake na kwa nini, alafu anawatembelea. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam alimtembelea, alimfanyia ziara Sa'd bin Abi Waqqas katika ule mwaka wa haji ya wada. Min waj'in ishtadda bihi, kutokana na maradhi ambayo yalishtadi kwangu, kwa makali kwake. Fakultu, anasema Sa'd bin Abi Waqqas, nikasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inni qad balagha bi min alwaj'i ma tara, hakika mimi imefikia kwangu mimi katika maradhi kama hivi unavyoona. Anajieleza mgonjwa kwamba Mtume, wewe hakika imefikia maradhi kwangu mimi kama hivi unavyoniona, kwa sababu ni yale maradhi yenye kuhofisha. Yani hata mwenyewe mgonjwa ajua sijui kama nitapona haya maradhi. Sasa yeye anajieleza wazi kwamba hakika yeye mjumbe wa Allah, hakika imefikia mimi maradhi kama hivi unavyoona. Kwa maana hata yeye mwenyewe anajua haya maradhi haya naweza nikafa. Wa ana dhu mali wala yarithuni illa ibnatu li, na mimi ni mwenye mali, mimi nina mali na hakuna wa kunirithi mimi isipokuwa binti yangu mmoja, au sio? Yani mimi nina mali, wewe unaona mimi hali ndio kuwa nayo, yani maradhi nimefikia hivi, na mimi nina mali, kwa maana mali nyingi, na hakuna wa kunirithi mimi isipokuwa binti yangu mmoja. Kisha akasema afa atasaddaqu bi thuluthi mali, je nitoe sadaqa kwa thuluthu mbili ya mali yangu? Thuluthu mbili, hiyo mali yako hiyo inaigawa katika sehemu tatu. Kama ni 300,000 pesa unayo, thuluthu mbili yake ni 200,000, yani unaigawa katika mafungu matatu. Sasa yale mafungu mawili ukaliacha fungu moja pembeni, yale mafungu mawili ndiyo thuluthu mbili. Kwa hivyo anamuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, kwa mimi nina mali nyingi na hakuna wa kunirithi isipokuwa binti yangu, je nitoe sadaqa kwa thuluthu mbili ya mali yangu? Maana ni nyingi hiyo kuliko itakayobakia, au sio? Qala la, Mtume alayhi salatu wassalam akasema hapana. Kult, anasema Sa'd bin Abi Waqqas, fashatru ya Rasul Allah, je nusu ewe mjumbe wa Allah? Ashatru kwa maana ya an-nisf, kwa maana je nitoe nusu, je nusu niitoe ewe mjumbe wa Allah? Kwa maana thuluthu mbili amekataliwa, sasa anashuka, je nusu? Nusu bila shaka inafahamika,
yani pasupasu katikati, nusu nitoe na nusu ibakie. Faqala la, Mtume alayhi salatu wassalam akasema hapana. Qultu fa thuluth ya Rasul Allah, anasema Sa'd bin Abi Waqqas, je, thuluthu moja ewe mjumbe wa Allah? Kwa maana nitoe thuluthu moja. Sasa anashuka huyo, yani thuluthu mbili ni kubwa, akashuka nusu, akakataliwa. Sasa anataka ile thuluthu moja, kwa maana agawe mafungu matatu alafu bakiwe na mafungu mawili, moja ya tatu baki, mbili ya tatu abakie nayo, alafu ile moja fungu moja ndiyo alitoe. Je, thuluthu ewe mjumbe wa Allah? Qala thuluthu wa thuluthu kathir au kabir. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia thuluthu, na thuluthu ni nyingi au thuluthu ni kubwa. Ikiwa mtu anaumwa bwana, alafu maradhi yake yale ni maradhi ambayo yanahofisha kwamba anaweza kufa kwa maradhi hayo, haruhusiwi kutoa hivyo. Haruhusiwi kutoa thuluthu mbili ya mali yake, haruhusiwi kutoa sadaka nusu, bali hata hiyo thuluthu pia, wa thuluthu kathir au kabir, hiyo thuluthu pia ni nyingi. Na ndiyo maana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema, law anna an-nasa ghaddu min ath-thuluth ila ar-rub'i, law kama watu wangeli achana nayo ile thuluthu wakatoa robo, sasa ingekuwa ni bora. Bali Abu Bakar Siddiq yeye anazungumza, anasema kwake yeye kutoa thuluthu, kutoa khumsu, robo ni moja ya 4, au sio? Na khumsu ni moja ya 5. Kwa maana hiyo mali yako unapanga mafungu matano yaliyo sawa, alafu watoa moja katika yale matano. Abu Bakar Siddiq anasema yeye, naridhia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiridhia, nacho ni khumsu, moja ya 5. Kwa hivyo inaonekana hii, hata hii thuluthu hii ameruhusiwa, athuluthu wa thuluthu kathir, ni thuluthu pia nyingi kuitoa. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akatoa sababu, akamwambia, innaka intadhara warathataka aghniya khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nasa, hakika wewe kule kuwaacha warithi wako, ukiwaacha warithi wako hali ya kuwa umejitosheleza, ni bora kuliko kuwaacha wao hali ya kuwa ni mafakiri, yatakaffafuna an-nasa, wakawa wanawaomba watu. Yani wewe ukiwaacha wale warithi wako hali ya kuwa wana uwezo kwa mali uliowaachia, ni bora kuliko kuwaacha wao mafakiri, ala kwa maana fuqara, kuliko kuwaacha wao mafakiri, yatakaffafuna an-nasa, wakawa wanaomba watu. Na watu wengi ni jambo hawalijui hili. Yani mtu anaona yeye anakaribia kufa, basi wacha nitoe sadaka mimi, au wacha niusie mimi ili ujira wangu niukute huko, wakati wale watoto wake akiwaachia ni sadaka pia. Yani wao kunufaika ni bora pia kwake yeye. Lakini hili sasa lichungwe, usikute watoto wenyewe ndo hao nao pia. Yani unaweza kuwaachia mali pia wakasema hawa waache, lakini ikawa wenyewe ndo hao sasa, vunja mali. Tena bora wazipige katika njia ya halali, kuna wengine wanazitwanga katika njia za haramu. Hivyo ndivyo katika hao watoto, hawalingani bwana. Lakini sheria imeweka hivyo kwamba wewe ukiwaacha wale warithi wako hali ya kuwa wana uwezo, wana wasaa, ni bora kuliko kuwaacha wao mafukara wakawa wanaomba watu. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasema, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujurta alaiha, na hakika wewe hutoi nafaka yoyote ikawa watafuta kwa kile ulichokitoa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, illa ujurta alaiha,
isipokuwa utalipwa kwa kile ulichokitoa. Yabtaghi biha wajha Allah. Hapo ndo kuna mambo ya ikhlas sasa. Yani mlango wetu unazungumzia swala la ikhlas na nia, au sio? Sasa hiyo ndio ikhlas. Kwa wewe utakachokitoa hali ya kuwa watafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe utalipwa. Hata ma taj'alu fi imra'atik, mpaka kile unachokijalia katika mdomo wa mkeo, kwa maana wamlisha mkeo, pia kina ujira ndani yake. Ni mambo ya nafaka. Yani wewe usione wampelekea matumizi mkeo, ala mkeo wamlisha, wewe unaona hilo pia lina ujira kwako. Yani hata kile ambacho wakitoa kumpa mkeo, nafaka kwa mkeo, kwa watoto wako, ni jambo lina ajiri kwako. Qala, akasema qala fakultu, asema nikasema, baada ya kusikia maelezo hayo ya Mtume alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Anasema nikasema, ewe mjumbe wa Allah, hivi mimi ninaachwa, yani kwa maana hapa Makkah, kwa sababu Sa'd bin Abi Waqqas ni katika muhajirin, ni katika wale watu walihama kutoka Makkah kwenda Madina. Sasa maswahaba walikuwa hawataki wao yawadiriki mauti pale mji ule ambao wamehama kwa ajili ya Allah, wakahamia mji mwingine. Walikuwa hawataki, hawapendi, wanachukia yawadiriki mauti kule. Kwa hivyo anamwambia Mtume alayhi salatu wasallam, ewe mjumbe wa Allah, ninaachwa, yani katika mji wa Makkah. Sasa baada ya wenzangu kuwa wameondoka, ninaachwa katika mji huu wa Makkah, yani mpaka mauti yanikute hapa, ninaachwa hapa. قال Mtume alayhi salatu wassalam akasema, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah, hakika wewe hutoachwa na ukafanya amali yoyote ambayo watafuta kwa amali hiyo uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, illa isipokuwa izdatta bihi daraja wa rif'a, isipokuwa utazidishiwa wewe daraja na rif'a. Daraja ni katika makani na rif'a ni katika maqam, maneno mawili tofauti haya. Yani kunyanyuliwa daraja au daraja ni sehemu, kutoka sehemu moja waenda sehemu nyingine, sehemu. Amma rif'a fil maqam, rif'a ni ile nafasi ulionayo, utanyanyuliwa. Utafanya amali yoyote hali ya kuwa watafuta kwa amali hiyo uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa utazidishiwa daraja na utanyanyuliwa ile nafasi yako ulionayo. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasema, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadhurra bika akharun. Sasa angalieni hayo maneno. Mtume alayhi salatu wassalam anaambia, wala'allaka an tukhallafa, na huenda wewe ukapewa umri. Tukhallafa hapo sio kuachwa tena, tuelani vizuri, usitafsiri hapo wala'allaka an tukhallafa kwamba wewe ukiachwa. Maksudio hapo tukhallafa hapo ni kule kuongezewa, kupewa umri, kwa sababu yeye alikuwa anajua kwamba anakufa. Sasa Mtume anamwambia huenda wewe ukapewa umri, hatta yantafi'a bika aqwam, kwa umri ambao mpaka watanufaika watu. Kadhalika wayadhurra bika akharun, umri ambao watu wengine watadhurika kupitia umri huo. Na ni kweli ilikuwa hivyo, yani yeye aliyosema Mtume alayhi salatu wasallam ilikuwa hivyo. Sa'd bin Abi Waqqas hakufa, alipewa umri na Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka baadhi ya ahlul ilmi walisema aliishi hakufa pale, mpaka alikuja kufa katika ukhalifa wa Muawiya bin Abi Sufyan. Hakufia pale, alifia Madina, na wanasema ni sahaba wa mwisho kufa katika mji wa Madina umri huu. Aya katika hadithi inasema, yeye mwenyewe anasema kwamba mimi sina mtu wa kunirithi isipokuwa binti yangu mmoja, au sio? Sasa utakapoamini aliishi sana huyu. Ulama wanasema huyu
alikuwa wakati anasema maneno haya alikuwa na binti huyu wakati wa maradhi yake, lakini alikuja kupata watoto wa kiume 17 na watoto wa kike 12. Padogo hapo. Yaani wakati anazungumza maneno haya alikuwa na mtoto binti huyu mmoja. Hii ni dalili kwamba huyu aliishi. Watoto wa kiume 17, wa kike 12 katika baadhi ya alfadhi. Khairi kabisa. Ngapi au jumla Sheikh? Sisi tuna wangapi Sheikh? 30 kwa soro huyu. Wasemaje sasa? Avueni vifu kweli kweli. Fika mahali una vitoto vitatu hapa. Akidedi walia kweli kweli. Sababu wajua au mmoja ule uzaji wa makafiri. Mmoja akitoka analia kweli kweli kwa sababu ajua umri umeenda. Hana matarajio tena ya kupata mtoto. Kama yaonekana hawa wazee hawakuwa na hofu. Kwa sababu wanajua wao kwamba jambo la riziki linatoka kwa Allah. Kama wanachuoni wanasema hii ni dalili kwamba aliishi. Kwanza alikuja kufa katika ukhalifa wa Muawiya bin Abi Sufyan huko. Yani ukhalifa wa Bakari Siddiq umepita. Wa Umar bin Khattab umepita. Wa Uthman bin Affan umepita. Wa Ali bin Abi Talib umepita. Paka Muawiya huko ameishi. Kwa hivyo yale aliyosema Mtume alayhi salatu wasallam kwamba huenda wewe ukapewa umri ambao watu wakanufaika kupitia umri huo au watu wakadhurika kupitia umri huo. Kwa maana waislamu watanufaika kupitia umri wako kwa sababu yeye mmoja katika vita alifanya vizuri sana. Waislamu walifurahi kupitia Sa'd ibn Abi Waqqas. Lakini makafiri walidhurika kupitia yeye. Kwa hivyo yale aliyosema Mtume alayhi salatu wassalam yakatimia. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasema Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ewe Allah timiza amri hapo kwa maana ya itimam. Ewe Allah timiza kwa masahaba zangu hijra yao. Kwa maana ajria timiza kwa hawa masahaba wangu ule ujira wao wa hijra. Wala taruddahum ala aqabihim, wala usiwarudishe wao kwa visigino vyao, wasirudi nyuma. Ama katika suala la hijra au katika suala la kurudi nyuma wakauacha Uislamu, isiwe hivi. Yani Mtume alayhi salatu wassalam anaomba dua kwa masahaba zake. Lakini alba'is Sa'd ibn Khawla, lakini husni ni kwa Sa'd ibn Khawla, na yeye pia ni katika muhajirina. Lakini huyu sasa alifia Makkah, kitu ambacho walikuwa wapendi masahaba kufa katika mji walioondoka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani amefanya hijra alafu arudi afie pale, yani anaona kama vile akosa ujira wake. Sasa huyu bwana anayetajwa na Mtume alayhi salatu wasalam kwa kumhuzunikia, huyu alifia Makkah kweli. Qala yarthi lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ammata bi Makkah. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anamhuzunikia yeye kwa vile kuwa amefia katika mji wa Makkah. Yani Sa'd bin Khawla alifia katika mji wa Makkah, hali ya kuwa alishafanya hijra na kwenda katika mji wa Madina. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii mkumbuke kwamba tuko katika milango ya ikhlas wa nia, kuwa kile ambacho mtu atakifanya hali ya kuwa anafanya lillahi rabbil alamin, basi hapo kuna ikhlas na kuna nia njema kabisa katika jambo hili. Na ndio maana al-Imam an-Nawawi akaja kutaja hadithi hii katika mlango huu. Hadithi ya 7. Qala wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radiyallahu anhu qala, na yapokewa kutoka kwa Abi Hurairah, jina lake ni Abdurrahman ibn Sakhar maarufu hivi, radiyallahu anhu qala, Allah subhanahu wa ta'ala muiradhi asema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kasema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Mtume alayhi salatu wassalam anasema inna Allah la yanzur ila ajsamikum,
hakika Allah subhanahu wa ta'ala haangalii katika viwiliwili vyenu. Yani wewe yote uwavyo, una kiwiliwili kibaya, una kiwiliwili kizuri, Allah subhanahu wa ta'ala haangalii hilo. Nini anachokiangalia Allah subhanahu wa ta'ala? Ni at-taqwa minkum, ule ucha Mungu wenu vyovyote uwavyo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala haangalii katika viwiliwili vyenu, wala ila suwarikum, wala katika sura zenu, walakin yanzuru ila qulubikum, na katika baadhi ya riwaya wa a'malikum. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia katika nyoyo zenu, yani yale mnayoyatenda, zile amali mnazozitenda, ndani ya nyoyo zenu mmekusudia nini? Mmemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala? Hayo ndio anaangalia Allah. Na hii inawafikiana na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Sambamba kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala asema, enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni ninyi kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, na tukakujalieni nyinyi kuwa mapote tofauti tofauti, makabila tofauti tofauti, kwa ajili ya kujuana tu. Hakika mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ule mcha Mungu wenu. Na at-taqwa hahuna, ucha Mungu uko hapa, au sio? Kwa hivyo Allah anaangalia hapa. Wewe wakati unafanya amali zako, haangalii sura yako wala haangalii kiwiliwili chako, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia kile kilichoko ndani ya moyo wako. Wakati unafanya amali yako umekusudia nini? Al-Allama katika taalika, katika sharhi kidogo hapa akasema, fallahu subhanahu wa ta'ala la yanzur ila al-ibadi ila ajsamihim. Allah subhanahu wa ta'ala haangalii kwa waja kwa vile viwiliwili vyao, hali hiya kabira au saghira, hivyo viwiliwili wana viwiliwili vidogo au vikubwa, au sahiha au saqima, au viwiliwili wao viko sawa au vina maradhi. Wala yanzuru ila suwar, wala Allah subhanahu wa ta'ala haangalii katika sura, hal hiya jamila au dhamima, hiyo sura ya mtu imekaa vizuri au ni sura mbaya. Kullu hadha laysa bi shay'in 'inda Allah, yote haya sio chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika la yanzur ila al-ansab, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala haangalii katika nasab, hal hiya rafi'a au dani'a, hiyo nasabu ya mtu ni nasabu ile ya juu kabisa au ni ile ya chini kabisa ile. Haangalii hivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanzur ila al-amwal wala yanzur ila shay'in min hadha abada. Allah subhanahu wa ta'ala haangalii mali wala haangalii chochote katika hayo iliyotajwa. Ndipo akasema, laysa baina Allahi wa baina khalqihi sila illa bittaqwa, hakuna baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na baina ya kiumbe wake mafungamano isipokuwa ni ucha Mungu. Haya ndiyo anayangalia, au hili ndilo Allah subhanahu wa ta'ala analiangalia. Yoyote, kwa maana kwamba yoyote ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiyo yuko karibu na Allah, hata kama ana sura mbaya, maadamu ni mcha Mungu yeye, basi yeye ndiyo yuko karibu na Mola wake. Yote haya yanajulisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia zile nia za watu katika vifua vyao au katika nyoyo zao. Kadhalika hadithi ya 8 ni hadithi ya Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, hadithi ya Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu asema, suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anir rajuli yuqatilu shaja'ah, kaulizwa Mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na mtu ambaye apigana, yule mtu ambaye anapigana hali ya kuwa apigana kwa ushujaa tu,
kwa maana anaingia katika mapigano. Yeye ni shujaa wa kulima vichwa vya wenzie, shujaa wa kuwapiga wenzie. Yani yeye anaingia kwa hilo tu, ushujaa alionao, akaonyesha ile fani yake katika mapigano. Wa yuqatilu hamiyatan, na mwingine apigana yeye ni kwa ajili ya kuhami imma ule utaifa wake, imma kuhami kabila lake, yani sio kwa ajili ya Allah. Hamia qaumia au watania, yeye anakusudia kuhami. Kama leo tunavyosikia baadhi ya nchi wakipigana, wao wanasema wanapigana wanapigania Uarabu. Kuna baadhi ya nchi zinazungumza maneno haya kwamba wao wanapigana wapigania Uarabu, badala wapigane kwa ajili ya kutetea Uislamu walionao katika miji yao. Wanapigana kwa ajili ya miji yao, kwa ajili ya Uarabu. Wakashajihishana katika hilo, na watu wakaingia fronti huko kama mnavyosema, wakapigana. Sasa hizi ni katika zile hamia. Kadhalika wa yuqatilu riyaan, na mtu mwingine apigana yeye kwa ajili ya kujionyesha, kwamba aambiwe si mchezo huyu jamaa, si mchezo, watu wamuone kwamba jamaa ni shujaa, apigana kweli kweli. Watu wanapigana katika namna hiyo. Ayu dhalika fi sabilillah, ni nani katika hao waliotajwa yuko katika njia ya Allah? Yule anayepigana katika ushujaa, anapigana kwa ajili ya kuhami miji yake tu au kabila lake, au anapigana kwa ajili ya kujionyesha. Ni nani katika wao yupo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Yoyote mwenye kupigana, apigana ili liwe neno la Allah subhanahu wa ta'ala, kalimatu tauhid, ili liwe juu, basi yeye huyo ndiye yuko katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalieni jawabu hili kutoka. Ameulizwa mambo mengi Mtume alayhi salatu wassalam, mtu apigana kwa ajili hii, kwa ajili hii, kwa ajili ile, lakini akajibu jawabu moja ambayo linafuta kanuni ya msingi kabisa, ambayo inafuta wewe usije, inafuta maelezo yote hayo. Wala hakusema yule anayepigana kwa ushujaa kadha, anayepigana kwa kadha kadha. Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, yoyote mwenye kupigana anapigana ili liwe neno la Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo liko juu, fahuwa fi sabilillah, basi yeye ndiye yuko katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii pia man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, yazungumzia pia wala shahidi hapa al-ikhlas wan-niyya. Kwa wewe wakati unaingia kwenye mapambano, upambania lipi? Sasa ile nia yako ile ndio itakaye kuchengua wewe kuwa uliingia kwenye mapambano, mapigano, ulikuwa wapigania lipi? Ni kuhami utaifa, kuhami Uarabu na mfano wake? Ikiwa hivyo ndivyo, basi nia ndio itabaini, na Allah subhanahu wa ta'ala aangalia yaliyoko hapa katika vifua vya watu, katika nyoyo za watu. Kwa hivyo hadithi hii pia Sheikh ameileta kwa munasaba kabisa katika mlango wa al-ikhlas wan-niyya. Hadithi nambari 9 anasema, wa an Abi Bakrata, na yapokewa kutoka kwa Abi Bakra Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. أبي بكرة أتنقليه وتوقع متوم عليه الصلاة والسلام
kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema idha iltaqal musliman, wakikutana waislamu wawili bisayfihima, kwa panga zao. Na hapo imetajwa panga, si lazima iwe panga. Kila kinachoua, ikiwa bunduki imekutana kwa bunduki, hata likiwa jiwe, mshikiana jiwe namna hii, unajua kabisa nikimpa la kichwa hili namuondoa. Yani hapa imetaja panga, si lazima iwe panga. Chochote ambacho waweza kumuua mwenzio kupitia kitu hicho. Mtume alayhi salatu wasalam asema pindi au wakati upindi wakikutana waislamu wawili kwa panga zao, falqatilu walmaqtulu fi an-nar, basi yule aliyeua na yule aliyeuliwa ni katika moto. Kwa maana wote wawili hao ni motoni, aliyeua na aliyeuliwa. Angalieni mambo ya nia sasa, namna inayofanya kazi, namna mtu anavyolipwa kwa nia yake, kwa sababu hapa sasa innamal a'malu binniyat. Sasa wewe umeuliwa pia motoni, kwa hiyo ulikuwa na nia gani? Na wewe ulikuwa na nia kuua. Kwa hiyo falqatilu walmaqtulu fi an-nar, yule aliyeua katika hao waislamu wawili na yule aliyeuliwa wote motoni. Qultu ya rasul Allah, Abi Bakara asema nikasema, ewe mjumbe wa Allah, hadha alqatil, huyu twajua ingia motoni kwa sababu huyu ndiye aliyeua. Fama balu almaqtul, sasa iweje kwa yule aliyeuliwa? Kwa maana kadhia ya huyu aliyeua kumuua muislamu mwenzie, kadhia ni sahihi, jambo liko wazi. Mwenye kumuua muislamu mwenzie kwa makusudi, moto. Si ndio ilivyo aya zinabainisha hivyo? Waman qatala mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam. Si ndio ndivyo bwana? Kwa hivyo huyu aliyeuliwa kadhia yake iko wazi, aliyeua afwan, kadhia yake iko wazi, kwa maana huyu kamuua muislamu. Fama balu almaqtul, sasa iweje kwa yule aliyeuliwa? Kwa maana yeye ingie motoni? Tunakasha kidogo, au sio? Na ndio maana ahlul ilmi wanasema katika Qur'ani na katika sunna huwezi kukuta shubha. Yani Qur'ani na sunna huwezi kukuta shubha. Kwa nini? Kwa sababu imma shubha hiyo itaondoshwa ibtidaan, au shubha hiyo inaweza ikaondoshwa kupitia swali linaloulizwa. Na wewe ukihisi kwamba mbona kama shubha hii katika Qur'ani au katika sunna, mbona kama shubha hii, wewe jua wewe ndio hujaelewa. Fasalu ahla dhikri, sasa waulize wanaojua, watakupambanulia mambo. Mara nyingine kwa maarifa yetu haya machache wasoma hivyo, mbona kama kuna ungano hapa sielewi. Uliza, hakuna shubha. Sasa hapa Mtume alayhi salatu wassalam anajibu shubha. Alipoulizwa mbona huyu aliyeuliwa, huyu aliyeua, huyu kadhia yake ni sahali, iko wazi, kwa maana kamuua muislamu, na aya ziko wazi nasema hivi, mwenye kumuua muislamu kwa makusudi basi jazaa yake ni moto, ni jahannam. Iweje kwa huyu aliyeuliwa? Mtume alayhi salatu wassalam akaondoa shubha hiyo, akasema maneno ya wazi, na yako wazi kweli, innahu kana harisan ala qatl sahibihi, hakika yeye huyu aliyeuliwa huyu alikuwa na pupa ya kumuua mwenzie. Kwani walikutana sasa kuuana? Huyu ana nia ya kumuua huyu ana nia ya kumuua huyu. Sasa hata huyu aliyeuliwa huyu nia yake ilikuwa kuua pia. Kwa hivyo hapa tahesabiwa kwa nini? Kwa ile nia yake. Shubha haiko wazi, au sio? Kwa nia yake tahesabiwa. Kwani wewe wakati umeshika panga wamlenga mwenzio ulikusudia nini? Umtishie. Tishie tu nitakuua wewe. Ndivyo ulikusudia hivyo? Basi utakuja kujua nia. Kama ulikusudia unitishie alafu uniache tu, utakuja kujua. Sababu Allah anajua yaliyoko hapa katika vifua vya wanadamu. Lakini kama ulikusudia kuua, basi nia ya yule aliyeua na nia ya wewe uliyeuliwa ni nia hii moja. Kwa hivyo wote mtahukumiwa kwa nia zenu. Umuhimu wa nia, nia ndio inabainisha matendo ya watu.
Kwa maana matendo yanaweza kuwa ya sampuli moja lakini nia zikatofautiana. Basi nia ndio itatofautisha sasa. Ulikusudia nini katika amali yako? Yale innamal a'malu binniyat, hadithi ya kwanza kabisa ambayo al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ameitanguliza. Na ndiyo maana Ibn Uthaymeen wakati anasherehesha hadithi hii akatoa faida moja. Faida ziko nyingi lakini moja nataka niisome. Asema fa fi hadha al-hadithi, na katika hadithi hii dalilun ala anna al-a'mala binniyat, na katika hadithi hii kuna dalili ya kwamba hakika ya matendo yanalipwa kwa kuzingatiwa nia ya yule mtendaji na makusudio ya yule mtendaji. Wa anna hadha lamma nawa qatla sahibihi swara kaannahu fa'ilun dhalik, kwa sababu huyu wakati alipokusudia kumuua mwenzie basi amekuwa kama yule ambaye amefanya tendo hilo la kuua. Ay kaannahu qatil bihadha, kana kwamba yeye kamuua. Nia hii, yani kile ulichokusudia sasa unahukumiwa kana kwamba umekitenda, na ndio uzuri wa nia. Kwa hivyo ndugu zanguni, tunachokisema tuwekeni sawa nia zetu katika haya matendo. Tumetaja sisi jana kama sikosei kwa matendo haya, ukitaka tendo lako likae vizuri basi angalia vitu vitatu. Kwanza, katika ibada hiyo uwe na nia na hiyo ibada. Lakini pili, uifanye kwa ajili ya hiyo ibada, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, unafanya ibada hiyo hali ya kuwa unaamrika na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kile alichokuamrisha katika ibada hiyo. Yani unafanya imtithalan li amri Allah, unafanya hali ya kuwa wewe washikamana na zile amri na ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yako. Ukiweka tendo lako hivi vizuri, bila shaka itakuwa sawa. Lakini nia ikienda kombo, mara hujamkusudia Allah, mara wewe unaona swala hii. Sasa angalia jambo la nia lilivyo. Wewe ukiwa unapinga kuwa swala sio lazima, hata kama una swali, wewe ni kafiri. Yani wewe unapinga kwamba swala si lazima, alafu wewe mwenyewe ndo waswali, lakini kauli yako ndo hiyo, wewe huna kitu. Kwa hivyo hizi nia hizi ikhwan, na ndio maana al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kaleta mlango huu kwanza, kabla tujafika huko mbali, kwanza kuzikumbusha hizi nafsi zetu. Jamani, hebu angalieni vizuri nia, takaseni nia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anapoangalia ni hapo. Takaseni vizuri hili jambo likae vizuri. Kabla tujaenda kokote, ana mambo mengi ameyataja, lakini kabla ya hayo amekusanya zile adilla za kusahihisha ile nia kwanza. Kwa sababu nia ikikaa sawa, hata ukisoma hichi kitabu hichi, nia imekaa sawa, basi una khairi, unapata ajri kwa ile nia yako. Kwa hivyo tuwaidhike na haya. Tutapata mengi kwa imamu huyu, lakini haya ni moja, ni sehemu katika hayo. Nadhani tungesimama hapa, sio mbaya kwa leo. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.